masikini. Nakwambiaje leo talaka yangu utanipa. Haiwezekani kabisa. Yaani haiwezekani wewe mwanaume unakunywa mipombe ovyo alafu unajinyea. Mbona mimi nakunywa pombe sijinyea ovyo? Nimekwambiaje leo talaka yangu utanipa. Kwa hiyo umejisaulisha si ndivyo? Umejisaulisha? Au kumbuka ulikuwa kunywa pombe mpaka unajikojolea ndani? Unaosasa godoro. Bila hii kunywa mara moja majirani wote wanajua kwamba mimi leo kofutadi nimekunywa. Wewe mwanamke usilete masiala. Nimekutoa bwana kwani mlipa mahali ya ng'ombe 7. Lengo kabisa uje kunisaidia hapa majukumu ya nyumbani. Mimi naona ninyuo kabisa. Sasa nakwambia hivi, ingia ndani chukua nguo za maji fua hapa. Si ndivyo alivyokuwa anataka? Toka! Au nikutie mwizi? Jamani mwizi! Nakwambiaje? Mimi takangu utanipa. Yaani mguu unaona hapa nenda kama mwenyekiti. Takangu nitakuja kama mwenyekiti. Aliyekuwa mwenyekiti. Kama kakuwa mwenyekiti ndiye atakayekupa talaka. Nakwambiaje? Nakata miguu ni sawa. Wewe mimi kichwa kibovu. Mimi ukafutani town sima wananijua. Nakwambiaje? Hapa atoki mtu. Ingia ndani, chukua maji, fua hapa. Sasa nakwambiaje? Wewe unataka confirm siko nani? Mimi nitatoka kabisa kama mwenyekiti. Wewe, mimi nataka siogope serikali. Siogope serikali hata siku moja. Na mimi sikuogopi. Unaona serikali. Wewe, unataka kichwa kibovu. Kichwa kibovu kwa ajili yako wewe. Dada, umerudi? Ulikuwepo wapi? Mbona nimerudi sijakuona? Mimi nilienda kwa dukani. Naenda kubadilisha mtungi wa gesi. Maana gesi ndani iliisha. Vipi? Ulipenda kumefanikiwa kumwona Salum? Mdogo wangu, kwa sasa napitia wakati mgumu sana. Nimejaribu kumtafuta kote, sijamuona. Na kila mtu ninayemuuliza anasema amjui na wala hajawahi kumuona. Kaseli ni mdogo wangu. Naumia sana. Nachoka, sielewi nifanye nini. Lakini dada, kwa nini tusiachane naye tu yule mtu? Kwa sababu kama kumsaidia tushamsaidia. Sawa ulimsababishia ajali, lakini tushampa msaada inatosha sasa. Hatuna haja ya kuendelea kuishi naye muundani. Yeye ni mtu mzima, kaondoka akiwa na akili zake timamu. Sasa unamkatazaje mtu kuondoka? Ndio dangu imefikia hatua unakuwa kama taila. Unazunguka huko kuja kumtafuta yule mtu. Atakusaidia nini yule chokola? Kwa dada, unanipiga mimi kibao kwa sababu yule mtu? Ndio nimekupiga. Kaseli, unashindwa kukaa kwenye mipaka yako. Nitakunyosha. Jaribu kukaa kwenye mipaka yako. Hivi unajua naumia kiasi gani? Kumpoteza yule mtu unajua naumia kiasi gani? Dada, kwa nini pia mimi kibao kwa sababu ya Salum? Hivi unafikiri mama kirudi leo kikuta kwenye tena ukome. Ukome Catherine.
na ukisubutu kumwambia mama, nitaushona huo mdomo. Mume wangu, mume wangu, mume wangu, nilikuwa naomba tuondoe tofauti zetu zilizokuwepo katika ndoa yetu. Ndiyo, nimekubali kosa kwamba mimi nimekosea. Mume wangu, naomba turudi kama zamani. Kumbuka mimi na wewe tumetoka mbali sana. Kumbuka nilikataa kwenda chuo kwa ajili yako. Babangu aliniandalia kila kitu. Kwa ajili ya upendo wangu nilikataa kwenda. Mume wangu ulifungwa kwa ajili yangu. Hayo tu yakumbuki. Mume wangu mimi nakupenda sana. Naomba turudiane kama zamani. Tuishi kwa furaha, kwa upendo na kwa amani. Salome, najua tumetoka mbali sana. Lakini kwa hapa tulipofika, naona inatosha. Tena inatosha. Kwa sababu haiwezekani mtu umjui apige tu simu unaanza kulopoka vitu kama vile. Alafu leo unakuja turudiane sisi. Ndio, nilienda jela kwa sababu yako. Lakini kwa hiki ulichokifanya, basi sitaki discussion na wewe. Salome, hatuwezi tena kuwa pamoja, hatuwezi tena kuwa mke na mume. Mimi na wewe basi, na hapa kwangu unatoka. Mwenyekiti, bora nilivyokuona. Mwenyekiti, nataka mwambie mume wangu ajiandikie talaka, maana nimemchoka kabisa. Mwanaume anakunywa pombe ovyo, anajinyea ndani. Mbona anakunywa pombe kisi jinyea ovyo? Lakini wewe nikaandikie talaka yangu, maana simtaki. Pombe za vijana zinaisha simu. Wewe kwa nini umekuwa huna adabu wewe? Yaani kwa nini heshima yako imekuwa ndogo? Unakuja kwenye chombo cha dola serikali, unakuja pasipo kusalimia, unaongea tu pasipo protocol yote, unazungumza tu kama chooni. Maana yake nini? Na kwa nini usalimie unapokuja kwa mtu? Sawa mwenyekiti, nisamee mimi. Nimepitiwa tu. Sasa ukisema kupitiwa unakuwa unanikosea mimi. Yaani pitio huko sio kwangu. Mimi ndo msuluhishaji. Ukisema kwamba nimepitiwa mwenyekiti, kipindi upo kwangu na unahitaji msaada wangu kusuluhisha, basi ndio siwezi kukusaidia. Haya, sema ulikuwa unasemaje? Mwenyekiti, mimi nimekuja hapa nataka mwambie mume wangu ajiandikie talaka yangu. Maana nimemchoka, nataka nirudi kwetu. Sitaki kabisa. Mwenyekiti, nimekuja hapa na lengo moja tu. Na lengo langu kubwa kuja kumchukua mke wangu. Haiwezekani. Mwanamke kama anakutia hivi mwenyekiti. Hata ingekuwa wewe usingeweza kuvumilia hata kidogo. Eti mwanamke anatoka nje atangazia majirani kwamba mume wangu leo kajinyea. Wewe mna chogani pale kama confident? Kwa hiyo basi, mwenyekiti, hizi kesi zingine wewe zikuhusu kabisa kusuluhisha. Hii kesi niachie mimi na mke wangu na tutasuluhisha hii kesi, tutaimaliza. Wewe kama talaka, kama kuja kwa mwenyekiti akupe talaka, kama yeye ndiye aliyekuoa atakupa. Kama mimi ndiye niliyekuoa nitakupa talaka. Hivyo basi, naomba tuelekee nyumbani haraka sana. Wewe unataka mali bei gani? Ng'ombe 7. Kelele kwanza. Ndoni utata simia takazua talaka. Alafu mbona uking'ang'ania sana mwanamke? Mbona unapenda sana kung'ang'ania? Kwa nini unakuwa sio mwelewa? Nishakwambia toka nyumbani kwangu. Toka, nenda kwenu. Hapana mume wangu. Mimi nakupenda. Na hata ikibidi simu yenyewe iuze tu au baki nayo, mimi sipata tena kuitumia simu. Uliacha kila kitu kwa ajili yangu. Na mimi pia nafanya kila kitu kwa ajili yako. Lakini haya ndo malipo yake. Haya ndo malipo yake. Na nilishaahidi. Nilishatia ahadi. Mwanamke atakayekuja kunisaliti, sitokuja kumsamehe. Na siwezi kupindua kile nilichokipanga.
hapa kwangu unatoka. Alafu nisikilize. Kwa sasa na mambo mengi sana. Naona na wewe sasa unataka kunichanganya. Usisababishe nikufanye kitu kibaya dunia nione mimi mtu wa ajabu. Nitakuharibu. Hapa kwangu toka. Kwanza toka mbele yangu. Toka! Unanisikia? Toka mbele yangu! Ndoani utata simia takazua talaka. Jamani huyu dokta mkewe anampa mashaka ya utata. Hii ni kirahisi tu. Wale vivi sanga mume wangu nakupenda na kupenda. Ulivyokuwa kule mimi nasogoje? Kuvimbu banda. Wewe unapiga simu na kuboa alafu kuja rahisisha. Turudiane nini? Na nimeshasema hapa kwangu unatoka. Mbavu. Wewe vipi bwana? Unaona hii sehemu malumbano? Yaani kwa nini unashindwa kuwa na adabu na eneo la serikali? Mnaona hapa kama chooni kwamba unaweza kaingia chooni huko unapiga muziki unajisaidia, si ndio? Hapa ni eneo la serikali, ukija hapa unahitaji kusuluhishwa. Kwa nini unakuwa hivyo? Sasa mimi niseme kitu kimoja. Subiri. Niseme kitu kimoja. Nyinyi mimi ninavyoona kabisa pombe za jana hazijaisha kichwani. Sasa basi, mimi ninachokiomba kuanzia saa hizi muondoke, mwende nyumbani kwenu mkalijadili wenyewe. Mkiona sasa kuna uwezekano wa kumshirikisha mwenyekiti au chombo chochote cha serikali ili mpate solution, basi mtarudi tena hapa. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Mwenyekiti, hili swala pasi kabisa kuja kwako. Hili swala tunamaliza sisi wenyewe kama familia. Sawa? Kwa hiyo basi, mimi kama confident, mtaa mzima wanajua huo. Shughuli swala wewe. Mwenyekiti, Okay. Yaani wewe nilishakwambia, ukija kwa mwenyekiti na maliza bana. Toka nje. Hii vipi nini? Shenzi. Maana yake nini bwana? Mtu ndio mnakuwa mnaharibu asubuhi zinakuja kesi za ajabu. Alafu kesi yenyewe unaona kabisa kama inataka ikupe posho yenyewe inakimbia. Chosha serikali asubuhi. Bulo, ni kweli mimi msumbufu kwenye maisha yako, tena ni king'ang'anizi kwenye maisha yako, na ulitamani kabisa kwenye hii dunia nitoweke kabisa, lakini yote na yote Bulo, ni kwa sababu ya upendo wangu tu kwako. Mimi nakupenda au ilitakiwa nini nifanye ili uone thamani ya upendo wangu juu yako? Moyo wangu umekuchagua wewe. Alafu kingine Bulo, usizarau umbali wa safari kwa sababu hujui tabia ya viatu vyako. Mimi nakupenda Bulo. Kipi nifanye ili uone zaidi ya upendo wangu na moyo wangu wa kweli jinsi gani ninavyokupenda? Mimi nakupenda. Sawa, maskini hana haki, lakini kuna wakati mwingine jaribu kutumia hata dakika 3 tu ukakaa chini ukafikiria, kwa nini yule mtu anaumia kwa ajili yangu? Naona umemaliza sasa. Sasa sikia, kaa mbali na maisha yangu. Ukiendelea mimi